Kila nikijitahidi kusikiliza hizi nyimbo za AI, moyo wangu unakataa, alafu Roho Mtakatifu anaugua sana ndani. Kila nikipita kwenye mitandao ya kijamii nikikuta wimbo ni AI, kwa sababu sauti yake inaeleweka. Wana sauti moja wa kiume, lakini kuna sauti ya kike ambayo pia ni maarufu, inaeleweka tu. Ndani yangu ninawekewa kizuizi kikubwa sana kuendelea kuzisikia. Nimejaribu kukaa kufikiria kuna nini kwenye AI. Nadhani kuna tatizo kubwa sana kwenye AI, kwa sababu katika Biblia yote Mungu amezungumza habari ya kwenye sifa ya kumsifu ni wale walio hai, na maandiko yako wazi yanaposema sio kuzimu, sio walalao mauti watakao msifu Mungu, bali ni walio hai. Yaani Mungu anabarikiwa sana na anafurahishwa sana sifa zitoke kwa kiumbe alichokiumba yeye. Asikie mvumo wa pumzi inatoka, kwa sababu hii pumzi inaonekana ndio roho yenyewe. Yaani unapovuta namna hii, unapovuta na kutoa hii oksijeni, mifumo yake yote ina Mungu mwenyewe. Pale alipompulizia mwanadamu pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Inaonekana unapomwimbia na kumsifu, alafu sifa hizi zikatoka ndani yako wewe uliye hai, hizo sifa zinafanyika mbele za Mungu kama marashi, kama manukato, sawa sawa na maombi vile yanafanyika manukato. Hizi sifa zinakuwa ni sadaka yenye kibali. AI, artificial intelligence, chanzo chake sio Mungu. Ninadhani ni roho ile ile ya mpinga Kristo ambayo mpaka sasa ipo. Wanajaribu kuachia vitu fulani waone mapokeo ya wanadamu. Wakikuta 90% ya watu wanapokea bila kutauti, inaonekana hawa watu waliopokea ni rahisi sana kuja kuipokea chapa ya 666. Nakuambia ukweli, yaani kama utabaki katika utawala ule wa mpinga Kristo baada ya kanisa kuondoka, na umeshaanza kutumia material ya mpinga Kristo, umeshaanza kutumia vitu vyake, haudauti chochote, haupingani navyo kabisa, una nafasi kubwa sana ya kuipokea hata chapa, kwa sababu hivi vitu vinaenda vinapumbaza ufahamu wa mtu aliyeumbwa na Mungu, vinapiga fikra, vinapiga ufahamu wako usiweze kujipambanua. Unakaa katika lindi la giza kuu. Be careful na hii kitu inaitwa artificial intelligence. Katika nyimbo, katika ChatGPT, unaenda madhabahuni unaiuliza, nasema leo nataka nikahubiri kuhusu sadaka, nikahubirije? Inakuambia pale na kutiririkia. Unatumia akili za AI wakati unajua kabisa wewe una Roho Mtakatifu. Kinyume chake sasa, Roho Mtakatifu ataanza kujiengua taratibu, atajiengua, baadaye utabaki wewe mwenyewe huku ukiwa na mwongozo wa AI, na hapo ndipo utakuwa huna chochote, na shetani ndipo atakapopatia nafasi ya kupandikiza vitu vyake ndani yako. Haya materials ya haya maroboti yatakuja kwa kasi ajabu sana katika miisho ya dunia hii, katika wakati tunaoishi sisi. Picha, umeona mtu anajibadilisha kabisa, sura yake inafanana na AI, mpaka macho yake unakuta yapo kama roboti ndani yake hivi, eti ndo uzuri, anajibadilisha vitu vingi, unajiweka. Wale wanao control wanaelewa tayari huyo ameshapokea vitu vyetu. Utakwepaje kutumika upande wa mpinga Kristo, upande wa giza? Utakwepaje mtego wa mpinga Kristo ambaye sasa hivi Paulo anasema katika Wathesalonike wa pili, anasema ile siri ya kuasi mpaka sasa inafanya kazi, mpaka sasa. Zingatia, mpaka sasa. Na Paulo aliandika miaka mingi imepita, zaidi ya 1000 imepita, 1000 ngapi? Anasema inafanya kazi. Kwa hiyo kama wakati ule wa Paulo ile roho inafanya kazi, sasa hivi je?
Anasema lakini yuko azuiaye mpaka atakapoondolewa, ambaye ni Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ndiye ambaye yuko ndani yako. Roho Mtakatifu akiondolewa, sio tu akiondolewa ile siku ya mwisho, sasa hivi akiondolewa Roho Mtakatifu ndani yako, basi uwe na uhakika unatawaliwa na ile roho ya kuasi. Na hii roho ya kuasi imefunuliwa sana sasa hivi katika hii teknolojia ya AI. Wakina Paulo haikuwepo kabisa. Unasikiliza mtu nyimbo za AI, imekuandikia, imekuwekea mpaka sauti, imekushauri. Ni kampeni ya mpinga Kristo kabisa. Usijisahau. Afadhali ukamsifu Mungu wewe mwenyewe binafsi. Afadhali umsifu Mungu kwa makofi. Hii AI inachoenda kufanya sasa, uliwahi ona mtu anaosha vyombo, anaimba wimbo ndani yake, mapenzi yako yafanyike, wewe mfinyanzi na mitoe, unifinyange upendavyo, mimi tayari naja kwako, naweka dhambi zangu juu yake Bwana, na uhai wangu ameuondoa. Fikiria sasa hivi kinachofanyika sasa, hata mawazo ya kutunza kumbukumbu ya nyimbo za Roho Mtakatifu yataondoka, ila akili itakimbilia kwenye AI. Tuwe makini wana wa Mungu. Nimekuja kukukumbusha, jihadhari na artificial intelligence. Shalom, shalom.